Silete maneno ambaye hayana ukweli. Those correcting this government, those that want this government to perform better must correct us with facts. We are open to correction. We are open to improvement, but the correction must come with facts. Initially, the Linda Mama program was only concentrating on the health of pregnant women. Today, under SHA, the universal health care is protecting the pregnant woman, the mother, but also protecting the child, protecting young people, protecting the men. It is protecting the entire family, from Linda Mama to Linda Jamii. Ile barabara kuu ambayo ni kilomita 750 inatoka pale Mandera kupitia pale Ramu, kukuja Gare, kukuja Elwak, kuteremuka Kobo, kuingia Kotulo, kuingia Tarbat, kuingia Wajia, kuingia Samata, kuingia Modogashe, kuingia Kulamawe, kuingia mpaka Isiolo, inajengwa wakati tunaongea saa hii. Sijui kama mmesikia jameni. Mmesikia hiyo barabara? Kilomita 750 itagharimu pesa ya Kenya bilioni 100. Pesa ya Kenya 100 billion shillings. 750 kilometers, the longest road project ever to be built in Kenya since independence. Sijui kama mnaelewa jameni. Mmesikia hiyo barabara? So watu wangu, when Ruto talks about this project, kila Mkenya alikuwa analeta entertainment sana. Sijui kutoka Mandera, kutoka sijui wapi, mpaka Isiolo. But now, Deputy President Kindiki anasema aje, hii project inafanyika saizi, like the road is inajengwa 700 and something kilometers. The project inajai fanyika Kenya. Now, acha tuone Mr. Uhuru Kenyatta, naye amekuja na mambo gani akiwa retirement yake. You cannot run away. You are the one who brought us William Ruto. Ndipo nilikuwa nawaambia hii story, watu walikuwa wanazungusha sijui Hasla, sijui huyu ni mtoto wa single mother, si huyu ni mtoto wa dynasty. Mimi najua watoto wangapi wa single mother ambao wamesoma vizuri sana na wameendea. Lakini kusema ati wewe sababu wewe umezaliwa na single mother, hiyo ndio qualification yako ya kuchaguliwa. Hapana, njoo uambie Wakenya ni nini utawafanyia. Pahali popote umezaliwa, haja ni nini unawafanyia. Anyway, hapana. Many of the gains we had in the past have been eroded. Linda Mama and others replaced by new, untried, untested schemes. And while we wait for these experiments to work, Kenyans suffer and our progress is retarded. Kwa hivyo wenzangu, niliwaambia mimi siku hizi siongeangi mengi. Najaribu saa kukaa on point. Sio hapana, unajua sasa wataenda watanichukua wapindue ingine. Lakini ya muhimu, chama chetu cha Jubilee kutoka mwanzo lengo letu lilikuwa tujenge chama cha kitaifa. Chama ambacho kitaunganisha Wakenya wote. Chama ambacho nia yake ni kuona sio sehemu hii ama hii, lakini Kenya yote ikisonga mbele, wananchi wakiwa pamoja na wakipendana kama ndugu na dada. Na nyinyi mnajua hata kazi ambazo tulikuwa tukifanya wakati tulikuwa na nafasi ya uongozi wa taifa hili letu la Kenya, lilikuwa linalenga kila kona ya jamhuri yetu ya Kenya. Hakuna pahali ambapo hatukujenga mabarabara. Hakuna pahali ambapo hatukuweka stima. Hakuna pahali ambapo watoto walikuwa wanasemekana wamekosa kuenda shule kwa sababu hawana karo. Watoto wetu wote, primary na secondary, walikuwa wanasoma kila pahali Kenya hii yetu. Na hiyo ndio njia ya kuinua hali ya maisha na tuweze kusongesha taifa letu mbele. Mambo hii
ya kusema ati chama hii ni ya upande hii, chama ni ya upande hii, chama ni ya upande hii. La, wacha tuwe na national parties ambazo zinaunganishwa kwa sababu ya sera, lakini sio kwa sababu ya pahali ambapo zimetoka. Hakuna sababu ya nyinyi kama wanajubilee kuchagua mtu kutoka kila kona yeyote ya Kenya. Haja ni nyinyi mjue ya kwamba huyo mmechagua ni mtu ambaye atajitolea kutendea Wakenya wote pahali popote walipo kwa haki, bila kupora na bila kutenga mtu yeyote. That is the only thing that is important. Sio mtu ametoka wapi ama umezaliwa wapi. Na ndipo nilikuwa nawaambia hii story, watu walikuwa wanazungusha sijui Hasla, sijui huyu ni mtoto wa single mother, si huyu ni mtoto wa dynasty. Mimi najua watoto wangapi wa single mother ambao wamesoma vizuri sana na wameendea Lakini kusema ati wewe adhabu wewe umezaliwa na single mother, hiyo ndio qualification yako ya kuchaguliwa. Hapana, njoo uambie Wakenya ni nini utawafanyia. Pahali popote umezaliwa, haja ni nini unawafanyia. Anyway, hapana. Kila mtoto, uwe umezaliwa kwa nyumba ya matope, uwe umezaliwa kwa nyumba ya dhahabu, kila mtu ako na nafasi ya kuongoza taifa hili letu la Kenya. Haja ni apatiwe nafasi. Na tunataka sisi iwe chama chetu cha Jubilee ndicho chitapatia Wakenya wote bila kubagua nafasi ya uongozi katika taifa letu la Kenya. Na hiyo ndio lengo letu. Na hiyo ndio nimesema, na nitahakikisha mimi nimesimamia hiyo process mpaka mwisho. Na ndio zile shida ambazo zilitokea hapo awali, watu kuwa wanauza matikiti na mfuko kulingana na ile pesa wamepewa. Hiyo system imeisha. Transparency itakuweko in all the processes that we shall follow. Na mtu kama ni kiti unataka, wenye viti ni hawa, waongeleshe na uwaongeleshe vizuri. Ama ni namna gani? Tumekubaliana wenzangu? Na mimi nitajitolea sasa, kwa sababu tumesema tunataka kuanzisha recruitment drive, kuanza kuzunguka mashinani kila area, tupatane na nyinyi, tuongee pamoja na nyinyi. Na ndio pamoja tujue mwelekeo wa kesho. Tumekubaliana wenzangu? Sisi tuwe watu wa amani. Sisi tusiwe watu wa kuchafua na maneno ambaye hayastahili. Sisi tusiwe watu ya matusi. Sisi tuwe watu wa kueneza upendo, amani na maendeleo katika taifa letu la Kenya. Na najua tukiwa hivyo, tukiungana na wengine, Mungu ndio anajua barabara ambayo ametupangia tukielekea huko mbele. That's the speech from retired President Uhuru Kenyatta. So, kuna umse hapa anasema, usiaiongelea Ruto. Don't talk about Ruto. Ruto, either uachishwe kazi, ama uadaptiwe, ama bunduki kwa kichwa. Hacha tusikize story ya mninja. Wewe chukua hii kamera, useme Ruto ni mwizi. Chukua. Nini sema? Sema. Habari kasema. So you feel me. Then you feel me. I feel. Because ukiniona lete. Yes. Na mimi unajua nikishasema Ruto ni mwizi hakuna vile naweza pata. Kama ni uongo, chukua kamera ya say Ruto ni mwizi. Wewe sema. I was a professor in Stratford. Yes. When the man became president on 13th of September 2022, on 15th he made a phone call, fire that man from Sun. Na kuna kitu nimefanya. Yes. So when I was telling them FKE, Ruto does not want brilliant people. Yes. After agencies, kama wewe ni mwerevu, abduction. Yes. Kama wewe ni mwerevu, an arrest. Yes. When mwerevu, gun on your head. Yes.
That is the man you are having as a president. Yes. Yeah, so we are not fighting for nothing. He's not Raha. You know, I'm a very you can Raha. assert that. We can assert that. I am a very educated person. Yes. Maybe I'll give you. Wa Kenya Buddha. So acha tusikize about Ricky G. To form government in whatever capacity, whatever role Abiy has to play, we must restore our nation. You know? And that is a job at hand. We must make sure we have a functioning education system. We have a functioning health system. We bring to an end abductions and extrajudicial killing. We must restore the dignity of the payslip. And I said the other day, and Ruto was abusing me, I said, the government we shall form, our first job is to abolish the housing levy. Isn't it? Yeah, and these houses, we give them to the county governments to manage them, collect rent, and refund the money they have deducted from the people of Kenya. Yeah? And then, Ruto was crying that we have no brain, because we are saying we must do the right thing. And we allow him to say what he wants to say. But when the votes are counted, you understand who has brain in this country. Yeah? Si imebaki muda mchache sana. Yeah, it's looking ni mbali lakini ni muda mchache. Niliona ule mtu wetu ule former president. Ule mtu alikuwa amemaliza inji. Tulipata inji ikiwa kwa maututi. Nilikuwa nasikia anaongea maneno ya security, anaongea sijui maneno ya nini, anaongea sijui maneno ya mastima. Mimi nataka niambie former president, tafadhali. Mtu akienda retire anakuanga mtu muungwana sana, anakuwa mzee. Mtu wa kuonesha watu barabara, mtu wa kwenda engagement ya watoto, mtu wa kwenda maharusi ya mandugu zake na madada zake. Hakuna kitu ulisahau. Sisi ndio tulikusupport na tukakupatia uongozi ya miaka 10. Na tukasimama na wewe. Lakini tu term yako ilikuwa mbaya. Na sijui mwenye ulikuwa unaongelea watu walikuwa sijui hawakuwa wanajua wewe ndio ulikuwa rais ama wanafikiria. Mimi ndani nikwambie Uhuru Kenyatta, wewe relax. Wacha uongozi, waachia huyu ndugu yako aongoze. Ile kitu ninajua inakusumbua kichwa sana, ni kama ndoto. Ukiona ile vitu ile Ruto anafanya ni ile vitu ilikuwa kwa manifesto yenu zamani. Ile mlikuwa mmeanza nayo 2030. Lakini wewe ulikuwa muoga. Uliogopa maneno ya housing, uliogopa hii maneno yote, kubadilisha maneno ya masomo nini. Sasa hii inakusumbua kichwa, unaona mwingine anafanya. So nilikuwa nataka niambie wewe Uhuru, wewe relax, tutaki tena tulimana na wewe. Tulikulima, hatu kushinda kura na ukaenda nyumbani kwa mzee. Hauwezi pata uongozi mwingine tena na uwezi ukaongoza kwa kona nyingine, ushamaliza. Sasa wewe tulia. Acha uone maneno vile inaendeshwa. Unajua wewe ni mtu ya vita. Unajua ile wakati mwingine ulikuwa unataka kuunganisha wa Kenya. Unajua ile vitu ulifanya Rift Valley. Ni ile tu tulinyamaza tukasema hata sisi tumekuwa wazee, wewe tulia. Sasa hii maneno unataka tena kurudi kwa siasa, my friend, hauna nafasi na hakuna nafasi ya hii Kenya watu kugongana tena. Na usikuja na mimi naona tena unaelekea maneno ya ukabila bado. Ugonjwa iko hiyo, sijui ni ugonjwa gani hiyo. Watu wa sasa tukwambie wewe tulia. Uone vile kazi itafanyika. We do not want anything for free. We want another organization of equals, where you have as much say because you pay, as much as we do because we also pay. That's the organization we are looking for. And that is why we are saying we need a new financial architecture. You will pay more eventually because you have a bigger economy. We will pay commensurate to our economy. And we want those resources controlled not by IMF and World Bank. Because IMF and World Bank, you have the final say. We don't have no say. We want another organization of equals, where you have as much say because you pay, as much as we do because we also pay. That's the organization we are looking for. And that is why we are saying we need a new financial architecture, where governance, where power is not on the hands of a few people. We can agree on the governance of the institution. We can agree on the sharing of power so that all of us have access to resources that go to making sure, number one, renewable energy. We invest in decarbonization. Number two, adaptation, mitigation, smart agriculture. Number three, restoring our planet, restoring our biodiversity, and making sure our carbon sinks work.
This is what we are saying, and we would appreciate a little understanding. We want to be, we are talking the normal. If we continue talking the normal, Emmanuel, we will never solve this problem. Things are not going forward, they are going backwards. Tokenism, installment will not solve this problem. We have a much bigger problem than the installment we are discussing here will solve. You're not hearing us. I will, if I may, Yeah. I will answer you in 2 words to conclude. No, but And let me just finish one more. When Ajay was saying 1 to 5 or 1 to 1, who is 1 and who is 5? Private sector versus who is 1 and who is 5? $5 of private sector mobilization for every dollar of money that comes in. 5 from private. Surely, Ajay. How do you persuade the private sector to bring their money for public good? Private sector is driven by profit, my friend. I mean, unless you persuade me otherwise. So we're going to run out of time, but there's a whole conversation to be had about what money goes into adaptation versus what goes into mitigation, which part of it the private sector is ready to go for, how they could be investing in renewable energy. There's a whole conversation, which I am relatively confident we will try and address when this group gets going. at least my objective was 1 for 1. But it's feasible because I think the whole point is if you take the first loss. I agree with you if that is the But I mean, I love having bold people, and I take the point. It is possible to bring risk down. We have fragmented the instruments in place, so risk is not going down. We can integrate them and we can bring risk down. But this probably requires a separate session. Yeah. No, but at least you take first loss or guarantee. But just to address your point as a final conclusion, I don't know the country which would accept to have business or people being taxed if it's not voted by your people. This is a sovereign competence. So I agree with you. I want a global taxation. This is my point. But it will be submitted to the acceptation of, on the vote of each national parliament. It's a matter of fact. There is no global tax without a national vote, because it's a matter of sovereignty, William. So I love your objective. I do share it. My point is I started to do it, but this is not a new global governance if you accept to have your activities, your people or your business being taxed globally by whom, collected by whom and how. It doesn't exist. So you will have to vote. Let's vote for it all together on the same model. I agree with you, it will be the global tax. Second, I think the best way to address your point is to make the governance reform of IMF and World Bank and to make them much more adapted to the current world. And I totally agree with the new financial architecture proposed this morning by the Secretary General. Let's not create a new one. Let's just transform the ones we had. And final point, what we are discussing, I'm sorry, but I've been involved in this business probably for too many years. But it's not business as usual. I can tell you, when she proposed the 650 billion capital increase, a lot of people wanted to kill this idea. When we committed for the 100 billion 2 years ago, it was a big splash everywhere. And the fact that we finalized it, it's not normal business. Otherwise, if going from 30 to 100 means nothing, I mean, what is the meaning of our concrete action? So if we deliver concretely what we are discussing today, it's a huge transformation of the model. But it's not the end of the game, I agree with you. We do need an in-depth transformation of our global governance, for sure. And we do need a governance of World Bank and IMF reflecting this world, this new demography and the new dynamics. So let's follow up that in the proper session, and we can finalize this evening and tomorrow, but now we are running big time out of time. Thank you very much to all of you, and let's deliver.